Kwa mtu kama amefika pale amefika, hatuombolezi, tunasherehekea maisha yake. Manake sasa amefika miaka 102 kwa maoni yake. Hiyo inasema hiyo umri ni ya kutathminiwa, an estimate. Manake kama baba yangu vile vile alikuwa karibu na hii kama yeye hapo, na ukisoma kitabu yake yeye anafanya hesabu, ati kulikuwa na njaa, ati sijui kulikuwa na ukame, na kulikuwa na mafuriko. Ndio anasema mimi nafikiri nilizaliwa mwaka wa 11. Sema na hiyo hata kama ile ya Nyayo aliandika ati yeye ni 1924, lakini ile mtoto wa bwana Barnett kule kwa Barnett ambaye walisoma na yeye alisema mimi nilizaliwa 1919. Huyo mzee jamaa alinishinda na umri, alikuwa mkubwa kushinda mimi. Kwa hivyo ni estimate. Lakini hiyo yote pamoja ni tunasema tunasherehekea. Pili, yeye vile vile alijaliwa sana na Mwenyezi Mungu. Amezaa hapo watoto timu 2 ya mpira na spare 3, reserves 3. Si amefanya kazi, si amejenga taifa, ama sivyo? Kwa sisi tunashukuru maisha yake, tunasherehekea maisha yake. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu, anapenda wananchi kwa jumla, ana mtu wa raha, hana chuki yoyote. Kwa hivyo tunaomba yeye Mwenyezi Mungu amweke yeye mahali pema peponi, sio? Pili, naleta risala ya rambirambi kutoka mtoto yake Irene Masit. Nimeongea na Irene kwa kirefu sana jana, lakini tumekuwa kila mara kwa mara tunaongea na yeye. Sasa akaniambia mimi yeye hawezi kufika, lakini niwaambia jamii yake ya kwamba ako na nyinyi wakati hii ya majonzi. Angependa sana kukuwa hapa siku ya leo, lakini mnajua kwa sababu gani. Sasa kule yeye iko, najua yeye yuko salama, lakini akaniambia mimi maneno mawili ambayo mimi nitaje hapa. Anasema mzee alikuwa na afya nzuri, umri yake vile vile imekuwa, lakini kulikuwa mambo mawili ambaye ilimuudhi yeye sana. Ya kwanza ni hali yake ya Irene, vile yeye alitoroka hapa. Ati yeye sasa yeye alichukuliwa kama msaliti, alikuwa na windwa, ndiye akatoroka akaenda huko ng'ambo. Sasa makosa yake ilikuwa ni nini? Manake yeye alikuwa kama ile commissioner, na walikuwa watu 7. Walikuwa watu 7. Sasa wakagawanyika wakati wa kutangaza matokeo, 3 pande hii, 4 pande hii. Irene na wenzake walikuwa 4, wengine walikuwa 3. Kwa hesabu ile ya Kerry Francis, najua 4 ni kubwa kushinda 3. Lakini hesabu ya Wakenya mara hii 3 imeshinda 4. Ikasemekana ati hao 3 wanasema ukweli, hao 4 wanasema uongo. Mpaka sasa wanakuwa wasaliti, wanarushwa. Hiyo ni demokrasia ya Kiafrika, demokrasia ya Kenya. Mimi nasheka tu. Mimi nimeona haya yamefanyika. Waswahili wanasema ati yaliyopita si ndwele, ndokanga yaliyomo na. Lakini Irene hata juzi wakati tuliweka ile kamati ya NADCO, waliongea kwa runinga wakiwa kule upande ile kule Amerika, yeye na yule nani mama mwingine Cherera, they were called Cherera 4, na hata nani huyu Nyagaya
wako kule Amerika, mwenzao wengine bado yuko hapa, na walitoa ushahidi ya kutosha, wakasema yale ambayo yalifanyika. Maana sasa sisi tunataka kufagia. Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, na wakasema yote vile yao walikuwa najua. Najua mwaka jana tulikuwa tunapiga maandamano, tunasema Sava ifunguliwe, Sava ifunguliwe. Na kumsema kweli ni nini? Sasa yeye akasema ati hiyo maneno imefanya yeye akatoroka akawa kule, lakini angependa kurudi. Pili ni mambo ya barabara ambayo imejengwa hapo. Kike anaongea juu ya barabara hiyo ambayo imekata ndani ya boma. Watu wa Kenya waliambiwa na mzee, songeni barabara kule ni mwache hii, hata hili ni shamba pande hili. Walikataa. Hiyo maneno iliudhi mzee sana. Mimi najua nasema ukweli. Sasa hiyo ni moja ya vitu ambayo imesababisha mambo yake. Lakini sasa kaniambia mimi niseme haya ni mambo mawili tu. Hiyo nasema sio kwa sababu mimi nilikuwa najua, lakini nasema manake Waswahili husema ati ukweli ikidhihiri uongo hujitenga. Sawa sawa? Sasa tuko pamoja hapa. Yale yote ilipita, Kenya mpaka iendelee mbele. Sasa juzi umeongea sana hapa juu ya mambo ya Gen Z. Gen Z ni wa Kenya kama sisi. Unajua mwaka jana sisi ndio tulikuwa kwa barabara. Yale maneno tulikuwa tunaongea juu yake ndio Gen Z wametaja. Hakuna kitu tofauti. Gen Z si wazimu, msilaumu Gen Z. Gen Z ni wazalendo wa Kenya, wanaongea ukweli. Yale walisema, maneno ya kwanza, gharama ya maisha imepanda sana. Gharama ya maisha imekuwa juu zaidi. Sasa punda amechoka. Ametwika mzigo mpaka punda sasa hawezi kutembea, ameanguka. Sio? Pili, wakaangalia mambo ukosefu ya kazi kwa vijana. Vijana wengi wamesoma, wana masheti ya masomo, wanatafuta kazi, hakuna kazi. Wako tu pale. Kazi ya chokora ndio wanafanya. Tatu, wakaangalia mambo ya ufisadi. Ufisadi imezidi. Jamaa anaweka pale membamba kama sindano, lakini baada ya miezi 3-4 hivi amefura kama kupe. Unajua sasa kupe sasa inadunga ng'ombe ili membamba sana, lakini anafyonza damu ya ng'ombe mpaka anaanza kufura mpaka anakuwa kama mpira. Sasa nasema hao jamaa, juzi jamaa alikuwa hana chochote, leo amefura sana. Ameangalia hata viatu ya Sudi anavaa viatu aina gani, amevaa saa aina gani, na kadhalika. Sasa hiyo ilikuwa ya pili. Ya tatu, ya nne, wakaongea juu ya mambo ya ukabila, ubaguzi ya kikabila. Ati kama wewe kijana umesoma na uko na karatasi, sasa unaajiri watu mpaka uwe kabila hii, inategemea yule mtu ambaye anachukua watu. Kama ni kabila yako, una hakika utapata. Lakini kama sio kabila yako, hupati. Anataka tu kabila yake. Hii vile vile ni shida ambayo Gen Z walikuwa wanaongea juu yake. Alafu sasa ukitoka hapo kuna mambo hii madeni ambayo iko mzito zaidi. Alafu vile vile iko chini ya mgongo ya punda. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka kuwe na majadiliano kati ya Wakenya. Haya ni shida ambayo imekumba taifa zetu, ambayo nataka tuketi chini tuongee kama Wakenya, ili tujue tutatatua hii shida namna gani. Sasa mimi niliongea na William
William ni mtu yangu, sisi tulikuwa na wao. Mudavadi alikuwa hapa, Ruto alikuwa hapa, Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Mudavadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu, unajua namna hiyo. Alafu William akawa pale, mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo, sio hiyo. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi, tafuta bwana Ruto, ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta, na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sificheki mambo, nasema direct. Magazeti hapa wanaandika sijui nini, Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake, hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa, hawa watu wako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ndio naona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu, nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa, ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi, wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha, watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa hapa askari waache mambo ya kutumia risasi. Msuri ni kwamba watu waketi chini waongee. Akasikia, mimi hii cabinet nitatoa, nitawapeleka nyumbani. Ikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote, usafishi wote, ili tukiwe na mwanzo mpya. Lakini mzuri zaidi watu wawe na ile mkongamano ambayo tulikuwa nayo huko mbele. Kuna mambo mengi ambayo hayakusuluhishwa. Nataka tupate nafasi ya kusuluhisha hayo maneno yote kama tuko na kikao. Kwa sababu mimi nilikuwa naongea juu ya mambo ya national dialogue or national convention, kuleta Wakenya wote pamoja waongee na walime mambo yote. Mkenya ni Mkenya, Mkale ni Mkenya, Mkamba ni Mkenya, Mkikuyu ni Mkenya, Msomali ni Mkenya, Mkuria ni Mkenya, Mluhya ni Mkenya, Mjikenda ni Mkenya, hata Mjaluo ni Mkenya. Kwa hiyo kila Mkenya ni Mkenya, usibague mwenzako. Kama mwenzako ana shida, msaidie. Kama utaweza kusaidia, msaidie. Lakini kama kuna nafasi, usibague Mkenya ati huyu mimi niko pale, Ujaluo ni mimi naangalia peke yake. Hapana. Hiyo mimi sisaidii Kenya. Sisaidii Kenya. Niangalie Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Hiyo ndio Kenya inaweza kuendelea mbele. Pili, wakina mama wa Kenya tuwasaidie, tupate nafasi. Juzi mpaka jana nilikuwa Rwanda. Ukienda Rwanda utaona maana ya kuinua kina mama wawe juu. Kina mama wa Rwanda wanatembea na madaha, wanatembea kazi wanafanya kama wanaume. Hapa wanaume ndio wanakuja makaratasi, nifuweke hiyo pande hii. Wamama vilevile wako na wamesoma. Tatu, vilevile vijana, watoto. Wakati huu naona mimi sijaingia kwa serikali. Hatukukubaliana na Ruto ati tuwe na serikali mseto. Hatuna mseto. We don't have a coalition government.
alikuwa nataka watu, nikamwambia watu, chukua hao watu kama unataka wakusaidie. Lakini sisi hatujawekana, ni bado hatujawekana huko. Sasa wazee ndio wanaletea mimi makaratasi, taweka mimi mahali. Mzee nasema niweke mjukuu yako au mtoto yako. Wakiwa na watoto ambao wamesoma, hao watoto wanataka kazi, baba vile vile anataka kazi. Mtu kama mimi sasa niende kutafuta kazi? Kazi gani? Tandiko waajiri wa kazi gani? Mimi watoto yangu ni wanafanya kazi. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati niwatafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto ananisumbua namna gani? Sasa hii kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Hao ndio tutatafutie kazi. Lakini mingi hao nitafutie kazi. Kama sivyo? Kama sivyo? Sasa mimi nasema tunataka tuweke Wakenya wawe kama kitu kimoja. Mimi niliamua naenda Afrika huku juu. Na mimi natoa shukrani sana kama mimi nyinyi mnaniunga mkono. Lakini mimi sitaki kuona kama Kenya imegawanyika. Sitasikia mzuri kama mimi niko kule na Wakenya wanapigana. Kwa sababu mimi nataka kuona kama mimi sijaenda huko kwa Afrika, Kenya imeungana iko kitu kimoja. Tufanye kazi pamoja. Mimi naweza kusaidia Kenya iwe kitu kimoja. Na Wakenya waweze kupata ile ambayo waanzilishi wetu walitaka. Ndoto ya Kenya, the Kenyan dream. The Kenyan dream utapata katika wimbo wetu wa taifa. Nasema Mungu nguvu yetu. Bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hiyo the Kenyan dream. Mungu ni nchi ambayo watu wanamcha Mungu. Mungu nguvu yetu. Bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Haki inakuwa ngao na mlinzi kama kuna demokrasia. Ndio haki inakuwa ngao na mlinzi. Ambaye Sudi anaweza kufanya chochote bila nataka, anaweza kutafuta kazi, apate kazi, anaweza kufanya maandamano kama nataka, afanye tu, mradi tu asiribu mali ya watu wengine. Sawa. Alafu sasa tusikae na undugu, amani na uhuru. Undugu ni ya kwamba sisi tunakuwa tunaungana pamoja. Hakuna ubaguzi ya kikabila, hakuna ubaguzi ya kijinsia, hakuna ubaguzi kwa upande ya kazi. Hiyo ndio sema haki, tuungane pamoja. Lakini mwisho, raha tupate na ustawi. Raha unapata tu kama wewe uko na furaha, una chakula ya kutosha, una kazi na kadhalika. Mtu ambaye ana njaa, ana hasira, hana raha, manake alilala na njaa. Kwa hivyo nchi pale ambaye watu wote wanaweza, kuna mtu analala na njaa, kila mtu akitafuta kazi anapata. Nchi ambayo imeendelea kiuchumi. Lakini hiyo sasa mpaka sisi tuwe na fursa ya kutengeneza mali katika taifa letu. Hiyo ndio tunataka. Hiyo ndio Kenya tunataka, na hiyo ndio waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka Kenya yetu. Kwa hiyo mimi nasema tiko pamoja na nyinyi kama Wakenya.